Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu katika imani wa Kristo. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo ipate kuwa pamoja nanyi. Naitwa Bahati Mardoshe, ndio jina langu, na kama ni mara ya kwanza kututazama, nenda ukatufollow katika channel ya YouTube Bahati Online TV, kwa Facebook Mardoshe Chizata, na kwa TikTok. Na leo hii niko na mzee wangu ambaye mnamjua, anaitwa Sheikh Toma Upanga. Ni mzee ambaye amefanya sana mdahalo mjini Bukavu. Na sijui mzee, tunaweza kwanza kujitambulisha, na mimi nimeshajitambulisha, sijui kama umeweza kujitambulisha. Haya, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ni Muislamu, naitwa Shauri Abed Ahmad, jina maarufu naitwa Toma Upanga. Mimi ni muhaziri katika Kivu, makao maalum ni Bukavu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya, shukrani sana. Na leo nilitafuta mzee ili tuweze tupige mada moja. Baada ya kupiga mada, tutapanga mdahalo mkubwa wa Bukavu. Tunaweza itia aiza iwe kwenye sale, tutapanga vile tu tutawezeshwa. Na ila leo tutakuwa na anwani ya mada ambayo tutaweza kujifunza leo na mzee ambaye tuko naye hapa. Yaani tutafanya mdahalo na mzee hapa tu. Nimemtembelea nyumbani kwake na tunaona vema tufanye mdahalo kidogo tu hapa. Na tumeshapanga na yeye mada ambayo tutakayozungumzia. Mada yetu inasema kati ya Wakristo na Waislamu ni wakina nani wanashirikiana na majini katika ibada zao. Sijui mzee, naweza anza mada au utaanza mada? Anza mada. Haya, mimi naanza mada. Unajua sisi katika Biblia, katika Petro wa kwanza 3:15 Biblia inasema iweni tayari siku zote kumjibu. Kwa nikisema mimi naanza mada, maana maandiko yanasema katika Petro wa kwanza 3:15 iweni tayari kila siku kumjibu kila awaulizaye habari ya tumaini lenyu. Na leo niko hapa, mzee atakuwa na majibu na atakuwa na maswali, akiniuliza najibiwa hapa. Na mzee akiweza hoja ambazo ninazo hapa, hakika mimi ndasilimu hapa. Na kama tufikirie hapo, mzee naye kama nashindwa kujibu hoja zake, basi tutafanya yale ambayo yanakusudiwa. Shukran sana. Niko na mada ambayo inasema kati ya Wakristo na Waislamu ni wakina nani wanashirikiana na majini katika ibada zao? Hiyo ndio anwani ya mada. Na kwa wale ambao hamjui majini ni nini, tukisema majini maana yake ni mapepo, ndo majini hayo. Sasa Waislamu na Wakristo wanapofanya ibada ni wakina nani wanashirikiana na majini katika ibada? Kwanza naomba nianze hivi katika kitabu kimoja ambacho kinaitwa kitabu cha Ufunuo. Katika kitabu cha Ufunuo 7:12 yake, nisome hiki kitabu cha Ufunuo 7:12 kitabu cha Ufunuo. Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakumshinda. Kwanza hapa tunaambia kuwa kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake walipigana na huyo joka. Na tunapozungumzia kwanza malaika ni wanani, na tunapozungumzia kwa nini huwa tunazungumzia malaika, sisi wa Kristo kuna malaika ambao hatukubali, tofauti na Waislamu. Waislamu wao huamini malaika wote, ila sisi wa Kristo kuna malaika ambao hatuamini. Ni malaika gani? Ni hao malaika ambao walioasi. Sasa anwani ya mada yetu inasema kati ya Wakristo na Waislamu ni wakina nani wanashirikiana na majini. Naomba kwanza nijibu swali ya mada katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Nisome katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10:20. Biblia inasema sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu, nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hiyo ni full stop, tumejibu mada. Kati ya Wakristo
na Waislamu? Ni wakina nani wanashirikiana na mashetani? Ni wakina nani wanashirikiana na majini katika ibada zao? Tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:20, Biblia inasema Mungu hataki sisi kushirikiana na majini. Kwanza Biblia inakataza sisi kushirikiana na majini. Hiyo nimeshajibu mada. Yaani sisi wa Kristo hatushirikiane na majini. Sisi wa Kristo hatushirikiane na mashetani. Sasa niseme hivi, kwa nini sisi wa Kristo hatushirikiane na mashetani? Kwa sababu tangu awali Mungu alikataza watu kushirikiana na majini katika kitabu kinachoitwa Walawi 17:7 yake. Nisome ya andiko hapa, kitabu cha Walawi 17:7. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao kizazi baada ya kizazi. Hapa tumesoma katika kitabu cha Walawi 17:7 yake. Biblia inasema wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Yaani Mungu amekataa sisi kushirikiana na majini. Sasa nina shehe hapa ambaye atanionyesha wapi Mungu akaruhusu sisi tushirikiane na majini. Mimi nimeshatoa Wakorintho wa kwanza 10:20. Mungu anakatala sisi kushirikiana na majini. Nimetoa andiko la pili katika kitabu cha Walawi 17:7. Biblia inasema wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Yaani Mungu amekataa sisi kushirikiana na majini. Sasa kama Mungu anakataa sisi kushirikiana na majini, wale walioshirikiana na majini Mungu aliwekwa nini kwao? Nisome andiko moja katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Kuna mtu mmoja walikuwa anaita Yeroboamu. Huyo alitaka kutumia majini, Mungu alimkatilia mbali. Nisaidie, sina msomaji mimi mwenyewe nafanya kazi hizo. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili, nisome Biblia, Mambo ya Nyakati wa Pili 13:20. Nisome hii andiko hapa 13:20. Biblia inasema hivi: wala Yeroboamu hakupata nguvu tena siku za Abia, kisha Bwana akampiga akafa. Yaani huyo Yeroboamu wakati alipotumia majini Mungu akampiga akafa. Yaani Mungu hajaruhusu sisi tutumie majini. Sasa nitakapoenda kwa Qur'ani nitawaonesha vile Allah wa Qur'ani anaruhusu Waislamu kushirikiana na majini. Niko na mzee hapa ili tutafute ukweli. Mimi nimeshaonesha watu Mungu amekataa sisi kushirikiana na majini. Sasa mzee utanipea andiko wapi Mungu anaruhusu sisi kushirikiana na majini? Na akileta andiko tofauti, mimi niseme akileta tofauti namuonesha vile andiko linasema. Maana Mungu amefanya nini kwa yule aliyetumia majini katika Biblia? Maana nimetoa andiko moja katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 13:20. Biblia inasema Yeroboamu alitumia majini. Sasa wakati Yeroboamu alitumia majini, Mungu alimfanya aje? Mungu hakuruhusu. Mungu hakuruhusu. Sasa naomba ili mada yetu iwekwe vizuri kabisa, nisome andiko moja katika kitabu cha Isaya 8:19. Nione Mungu anesemaje. Je, sisi wa Kristo kabisa tunaweza kashirikiana na majini? Nitoa andiko moja katika kitabu cha Isaya 8:19. Na wakati watakapowaambia
tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunongona. Je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Yaani kuna watu ambao wanaweza sema bwana we, tafuta habari kwa watu wachawi, kwa majini. Sisi Wakristo tunawaambia kuwa kukipatikana mtu ambaye atatuambia kuwa tushirikiane na majini, Mungu anasema sisi tuna Mungu wetu. Yaani sisi inatakikana kuamini kwa Mungu wetu na hatuwezi kushirikiana na majini katika ibada zetu. Hiyo ni abadan. Nimemaliza na Biblia kuonesha ya kuwa sisi Wakristo hatushirikiane na majini katika ibada zetu. Sasa mwalimu wa Kiislamu atakayepita aje apitie hoja zangu ambazo nimezipitia. Nimeenda sasa katika kitabu kinachoitwa Qur'ani. Hiki ni kitabu cha Waislamu. Ninao Qur'ani hapa ili tuoneshe sasa, je, kati ya Waislamu na Wakristo ni wakina nani wanashirikiana na majini? Mimi nimeshaonesha kwa Biblia, akiwa mtu anatumia majini imempasa hukumu. Yaani Mungu anakataa sisi kushirikiana na majini. Sasa nisome katika kitabu kimoja kinaitwa Suratul Jin. Hiyo ni sura ya majini yenyewe katika hiki kitabu. Mimi sijawahi ona katika Biblia sura ya majini, ingawaje kama mzee atanionyesha sura ya majini hapa nione, ila mimi hapa tunasoma Suratul Jin. Yaani hii ni kitabu cha Qur'ani. Hii ni sura ya majini yenyewe katika 72 moja yake. Katika kitabu cha Qur'ani tusome pamoja 72 moja yake kitabu cha Qur'ani. Hivi tunasoma andiko moja. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Ngapi ile nasema? Hii ni 72 moja kitabu cha Qur'ani. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeiamini wala hatutamshirikisha yeyote tena na Mola wetu. Yaani kwa hili andiko la Qur'ani, majini walisikiza Qur'ani. Yaani nikisema kitabu cha majini ni nini? Ni Qur'ani kwa mjibu wa Qur'ani. Maana hakuna kitabu kingine ambacho majini walisikiza isipokuwa Qur'ani. Nina ushahidi tosha. Sasa majini wakasikia Qur'ani, wakaamini Qur'ani. Nakuja katika dakika 10. Nawenda kupea hiyo dakika 10 naachia hapa, nakuja katika dakika 10 ya summary. We anza tu. Nimemaliza maana muda umetuacha, na ngoja sasa nisikilize mzee, afu nikuje kwa plan B. Mzee aone vile sisi wa Kristo tumehitimu na tunajua nini tumeamini. Karibu sana mzee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mrehmefu, ambaye alijitahidi kuumba viumbe vyote kwa tamko lake, kitu kiwe kikawa. Jambo ya kwanza nataka nieleweshe kijana apate kuelewa. Majini ni viumbe ambapo mwenye aliviumba ni Mwenyezi Mungu. Aliumba miaka 200 kabla hajamuumba Nabii Adam. Kabla miaka 200 kabla hawajamuumba Nabii Adam. Na Mwenyezi Mungu akabashiria kuwa majini ni viumbe vyake yeye, isipokuwa wanadamu fulani wakachukua majini wakaitumikisha kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu. Ile ipo zama za Nabii Suleimani, majini walikuwa. Zama za Nabii Adam, majini ilikuwa. Narudia katika malengo ya kauli yake ambayo litosha katika Ufunuo wa Yohana 7:12, ndio kauli ya kwanza kijana alipanda nayo. Naijibu katika Zaburi ili twende tueleweshane na huyu kijana apate kuelewa. Katika Zaburi 106 aya yake ya
37. Andikeni bebea wachungaji wenu. Naam, kwanza naanja 35 ili apate kuelewa. 37 nasema naam, walitoa wanao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Walitoa binti zao na wanao kuwa dhabihu kwa mashetani. Sijue mashetani itawafanya aje ama itawalea aje. Naomba kijana anifasirie haya maneno, anisaidie, nisomeni haya maneno ya 16 mstari wa 8, maelezo yake ni kwa ajili ya Mecho. Nisomee hapa. Unasema nikusomee? 16. Ndakusomea andiko moja tu, maana nikabidi nisikie yale ambayo unasema ili niweze kujibu. Na kusomea andiko moja afu mwenyewe utaendelesha mambo yako. Azazeli ni jina la jini mbaya. Ndio. Waisraeli kama Wakanani walizani Azazeli hukaa jangwani, mahali pakavu kabisa. Naam. Yasipochipuka jani yoyote, yani mahali pasipo na uhai wote. Kadiri ya imani ya Waisraeli, Mungu huvipa viumbe vyote uhai. Mungu hupa viumbe vyote uhai. Mwenye anapana viumbe uhai ni Mwenyezi Mungu. Endelesha. Pia majani yamepewa uhai na Mungu. Ndio. Kwa hiyo mahali vinapoonekana viumbe fulani vyenye uhai, ni mahali anapokaa Mungu namna ya pekee. Safi. Kumbe jangwani kusiko majani na uhai wowote, kumeachiliwa na Mungu. Huko ukaa majini na wabaya. Ndio. Kwa hiyo mbuzi aliombewa na kuhani mkuu unajisi wote wa Israeli. Ndio. Siku ya upatanisho, kufukuziwa mbali, atoke mahali atakapokuwa Mungu, aende asikokaa Mungu. Ndio. Bali wanakaa majini, ndiko jangwani. Ndiko jangwani. Onesha, endelesha huko. Nimemaliza hapa, nimeishia hapa. Jinsi iko naendelea. Endelesha. Kumpeleka mbuzi huyo jangwani kwa ajili ya Azazeli hakufahamilika kana kumtoka Azazeli sadaka. Azazeli ni mshenga kati ya Mungu na Israeli. Kuhani mkuu tu ndiye mshenga kati ya Mungu na Israeli. Yeye utayarisha upatanisho na Bwana kumfukuzia mbuzi jangwani. Kuna mahali ya kuziondoa najisi zote toka mahali atakapokuwa Mungu. Tendo hilo ni mfano wa kuelezea Waisraeli kwamba Mungu amesamehe najisi zote. Safi kabisa. Hapo inaonyesha katika kitabu kenye tunasoma ni Biblia. Maelezo ya Biblia katika 16 mstari wa 8 mpaka 34 inaonyesha watu walitumika zaidi na mashetani ni wale ambao wanasoma kitabu kinaitwa Biblia. Ndio walisoma hiyo. Ile mapepo ndio ikawajulisha kama Yesu ni mwana wa Mungu. Katika ukasoma Matendo, ukasoma kitabu cha Marko 3:11, na pepo wachafu wakakuja wakasema, wewe utaitwa mwana wa Mungu. Ndio maana unakutana wa Kristo leo wanaamini kama Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa nini Mwenyezi Mungu alikataza sasa historia ya majini katika umati Muhammad? Watu walikuwa nalinganisha nini? Akasema nini? Korani sura 6, Korani sura ya 6 aya yake ya 100 mpaka 103. Tuone utukufu wa Mungu nasemaje kuhusu historia ya majini. Sawa? Sura ya 6, surati Namli, aya yake ya 100, tunaanzia 100 mpaka 103. Tuone gisi uongo ulikuja. Sawa? Mie nasema, na juu ya haya wamefanya Mwenyezi Mungu majini kuwa washirika wake. Ni wanani? Kwani inabidi tuelewe, ndio tunateremuka na aya. Hali yeye ndiye aliyewaumba majini. Mwenyezi Mungu ndiye aliumba majini. Kisha nyinyi kwa ajili ya kusema kwenu mnamfanya sekuwa washirika wake. Andiko iko wazi, na wanamsingizia Mwenyezi Mungu kuwa ana watoto wa kiume
na wa kike, ile hali Mwenyezi Mungu ni wahidu, ni mmoja ambaye hawezi kushirikiana na vitu kama ile. Sawa, 101 nasema yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi, anamkinaji awe na mwana hali hana mke, naye ndiye aliyeumba kila kitu, si baadhi yake. Sawa, hii ni 100 mpaka 101. 102 inasema huyu ndiye Mwenyezi Mungu, huyu ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu, hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, muumba wa kila kitu. Hii ni Qurani inatia wazi. Sasa tunarudia hapa katika andiko ya Biblia, Zaburi. Tunakamata Zaburi ile 106 inabashiria maneno yale yale. Tunarudia kuhusu Bwana Yesu kumuuliza. Tunauliza Bwana Yesu, semaje kuhusu habari zile, mapepo ama mashetani? Yesu akasema, akageuka akamwambia Petro, Mathayo, akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu. Hoyawaze yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Ni kama vile hawa vijana wao wanawaza maneno ya kutoka muvichwa vyao, haitoke kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Wanaikalia vitu ya kuwazawaza tu. Sawa, eh? Tunarudia katika Walawi, ile andiko ametosha 17 mstari wa 8, 17 mstari wa 7. Ndio andiko inasema hapa 17:7, wala hawatatoa tena. Maana walikuwa na desturi ya kutoa, hawatatoa tena sadaka kwa wale majini ambao wafuata ili wafanye nao usharati. Sawa, eh? Ili wafanye nao usharati. Hii itakuwa sheria, ya milele kwa kizazi baada ya kizazi. Manake kabla ya hapo walikuwa nafanyaka nao nini? Usharati. Sawa, eh? Walikuwa nafanyaka nao nini? Usharati. Akatoa andiko katika surati chini. Sikilizeni hii andiko ili upate kuelewa. Usikuwe natosha kitu kwa ajili ya kutosha. Hii inaitwa surati chini. Ukasema maneno yafuatayo, akakenyeka. Sema, maana wanaambia Nabii Muhammad, Mwenyezi Mungu anateremsha sura, anaambia Nabii Muhammad, sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi mmoja la majini lilisikia Qur'ani likisema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Hii inakuwa zama za Nabii Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ndugu zangu katika imani wa Kristo, tafuta neno. Mada yetu ni yenye kusema kati ya Wakristo na Waislamu ni wakina nani wanashirikiana na majini? Mzee nimempea dakika zake azungumze, ila sijaona natoa andiko katika Biblia inayosema ya kuwa sisi Wakristo tunapoomba tunaomba na majini. Ila mimi nilipoanza nilitoa andiko katika Wakorintho wa kwanza 10:20. Biblia inasema la sivyo
vitu vile mnavyovitoa, lakini vitu vile mnavitoa kwa mashetani. Lakini mimi sitaki ninyi kushirikiana na mashetani. Full stop. Nikafunga mada na hiyo ikaisha. Sasa mzee wakati alipokuja amesoma kitabu kimoja cha Zaburi 106:35. Mzee, sisi hatunaga shida na wanaotumia majini kwa Biblia. Niulize Biblia, akiwa mtu anashirikiana na wachawi, akiwa mtu anashirikiana na majini, Mungu anawekwa nini kwao? Nisome andiko moja katika kitabu cha Ufunuo 21:8 yake 21:8, kitabu cha Ufunuo. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi, sehemu yao ni katika lile ziwa la moto. Yani akiwa mtu anashirikiana na majini, sehemu yake ni katika ziwa la moto. Alafu mzee wakati alipokuja, sijaona amekataa, sijaona anatoa andiko ambalo linasema sisi wa Kristo tushirikiane na majini. Sasa nataka soma kitabu cha Qur'ani niwaoneshe wanaoshirikiana na majini katika ibada ni wanani. Kwanza nisome andiko moja katika kitabu cha Qur'ani inaitwa 6. Nisome kitabu cha Qur'ani hapo nione wanani wanaoshirikiana na majini na wanani wanaoomba na majini katika kitabu cha Qur'ani 6:41. Hapo sasa niwaoneshe. Mimi nimeshaonesha Wakristo Mungu anakataa sisi kushirikiana na majini na nimetoa andiko. Sasa nataka kuwaonesha wale wanaoshirikiana na majini ni wanani. Qur'ani 6:41 nisome hii hapa. Bali yeye ndiye mtakaye muomba, naye atakuondoleni mnayoyaomba, kukondosheni akipenda, nayo ni yake ya kidunia, si ya kiakhera. Na mstasahau mnaoshirikisha na Mwenyezi Mungu. Sasa nataka kusoma mchuzi wake. Hii aya ilitafuta sema nini? Haya yanaonesha kuwa makafiri wa zama hizo walikuwa afadhali katika kikadi juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu kuliko hawa Waislamu wa zama hizi wanaoomba mizimu na makaburi na majini. Yani wanaoomba majini ni wanani? Si Waislamu. Kama Waislamu wanaomba majini, maana wanaoshirikiana na majini katika ibada zao ni Waislamu. Vipi mtasema ya kuwa mshirikiane na majini katika ibada zenu, wakati nimeshawaonesha ya kuwa ninyi mnashirikiana na majini? Mzee, pitia ili andiko ukatae andiko ya kuwa ninyi mshirikiane na majini. Hapa ni andiko inasema hapa ni hoja, na nimesema kama mzee kiukweli atavunja hizi hoja, mimi ndasilimu hapa. Mimi sikuja kufanya hapa mchezo. Nimefanya mambo yote, nimeuza vyangu vyote, hata nimemtafuta mzee wangu hapa ili tufanye naye mdahalo, ili ujumbe ufikie Wakristo. Sisi Wakristo tunajielewa na hatuwezi kushirikiana na mashetani katika ibada zao. Sasa mzee akakuja akasema majini ni viumbe wa Allah. Mimi sijakataa majini ni viumbe vya Allah kwa usemi wako. Sasa kama majini ni viumbe wa Allah, wataenda wapi? Nisaidie na Qur'ani 6:126 kitabu cha Qur'ani. Maana mzee amesema majini ni viumbe wa Allah. Majini wote ni wazuri. Sasa nitafuta hao majini ambao mzee kuna dai wataenda wapi? Hiki kitabu cha Qur'ani kinasema hivyo. 6:126 Qur'ani nasema, na wakumbushe siku atakapowakusanya wote, waambie, enyi makundi ya majini, hakika ninyi mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu. 26, mimi naanza 28 mara moja. Tunaendelea hivi. Tunaruka tu 28 kwa gomboa muda, maana nimepewa dakika 10. Na wakumbushe siku utakapowakusanya wote, waambie, enyi makundi ya majini, hakika ninyi mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu, na marafiki wao katika wanadamu watakao wagombania, wasema, Mola wetu
tulinufuisha sisi nao, na tumefikia muda wetu uliotuwekea. Basi Mungu asema, moto ndio makazi yenu. Yaani hao majini wataenda motoni kwa mjibu wa Qur'ani. Na mzee amesema ya kuwa kuna majini wazuri na wabaya, ila Qur'ani inasema majini wote sehemu yayo ni motoni. Na kama mnashirikiana na majini, mzee, mjue ya kuwa ninyi nyote mtaenda Jehanamu. Hapo nimemaliza. Sasa ninataka kusoma andiko moja katika kitabu cha Qur'ani, 49:10. 49:10, kitabu cha Qur'ani. Nisome andiko moja ili niwaonyeshe vile tuko naonesha watu ukweli wa Biblia. 49:10, kwa hakika Waislamu wote ni ndugu. 49:10, Qur'ani nasema Waislamu wote ni ndugu. Waislamu wote ni ndugu. Kama Waislamu wote ni ndugu, ili mtu awe Muislamu inabidi afanye nini? Inabidi asilimu. Tuulize Qur'ani, kuna majini waliosilimu ili wao wa ndugu Waislamu? Qur'ani 72:14. Qur'ani 72:14, nisome hii hapa. Qur'ani 72:14, nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu. Yani miongoni mwa Waislamu mwa majini. Soma. Nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu. Majini walisilimu. Na Waislamu wote ni ndugu. Yani Waislamu ni ndugu wa majini, na tunaona ya kuwa majini walisilimu. Hapo sasa naomba nisome hiki kitabu kilichotafsiriwa na aliyekuwa klasi mkuu wa Kenya. Hiki kinaitwa Ulimwengu wa Majina Vituko Vyao. Hiki ni kitabu kilichoandikwa na wanavyuoni. Inasema hivi, nisome katika ukurasa wa 32 yake. Hatupingi kwani majini miongoni mwao wapo Waislamu. Basi gani suseme ni kitabu gani? Kitabu kinachoitwa Ulimwengu wa Majina Vituko Vyao, ukurasa wa 31. Mzee, ndakupea dakika zako utazungumza. Ndio. Kwa hiyo sio rahisi jini muingie Muislamu na iseme yeye ni papa au ni askofu au mchungaji. Yaani jini haiwezi muingia mtu afu aseme yeye ni padri au ni mchungaji. Ila jini inapoingia mtu hujipa majina matukufu kama vile shehe. Hiki kinaitwa hii inaitwa, ni mambo ambayo niko nawaonesha. Sasa dakika zangu ni kama vile zinatafuta kuisha, kuonyesha watu vile watu zimeisha. Tumemaliza hapa sasa. Napea mzee dakika 10 apate kujibu na apitie yale ambayo ndakupea dakika 10. Na hakuna shida mzee, tuko hapa. Jibu zangu, swali zangu, tuko hapa na wewe mzee wangu. Shukrani sana. Napea mzee Mike apate kutuonesha wapi Biblia inaruhusu Wakristo kushirikiana na majini. Nimeshatoa na nimekataa. Mzee, karibu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kwanza sielewi Ukristo ni nini. Ananiambia nitaje Ukristo. Biblia yake yenyewe haitaje Ukristo. Kama inataja Ukristo kama dini, anaweza kunionyesha. Lakini ile Biblia yake haitaji Ukristo. Na nani alileta Ukristo? Ili mimi niaminiane naye. Nataja katika kitabu ambacho yeye alifundisha. Sawa eh? Biblia ambapo wao walifundisha. Kesi jini manake nini? Kijana nisomea hapa chini pale, chukua pale. Azazeli. Miss pour Azazel. Arabe Azazala signifie enlever en sauce primitive. Ces mots ne se rencontrent que dans les livres 16:8. Okay, Azazeli ni jini, ndio jini mubaya. Anapatikana Azazeli katika tafsiri ya vitabu, anapatikana katika kitabu kinaitwa Biblia, katika kitabu ya Levitic ndio inaitwa Walawi. Je, Waislamu wanaamini nini na wanafata vitu gani? Qurani sura 8 surati Namli sura 8 aya ya 2 inasemaje? Inasema hakika wanaoamini kweli ni wale ambao
anapotajwa Mwenyezi Mungu, Ndiyo. nyoyo zao hujaa hofu. Ndiyo. Na wanaposomewa aya zake kuwazidisha imani, na wanaposemwa aya zake kuwazidishia imani, na wakamtegemea Mola wao tu, basi hawana kuamini mzimu wala pango wala shetani wala makaburi wala mengineyo. Waislamu waamini vile. Je, Biblia? Mimi nazungumuza na watu ambao wanasoma Biblia. Biblia unaruhusia watu walikuwa na majini na walikuwa wanacheza nayo wakafanyiza nayo ibada. Ndiyo. Sura ya 3 aya ya 7. Kitabu kinaitwa Tobiti. Soma. Ikawa siku ile ile huko Ekbatana, ndiyo, mji wa Medina, Sara binti Ragueli naye alishutumiwa na wajakazi wa baba yake, maana alikuwa ameolewa na wanaume 7. Bali Asmodeo yule jini aliwaua kabla. Asmodeo sio jina ya Kiislamu. Asmodeo ni jina ya Ukristo. Aliwaua kabla hawajamwingilia ule mtoto mwanamke. Sawa? Ule Asmodeo ni jina alikuwa anapanda katika kichwa chake. Endelesha. Yule jini aliwaua kabla hawajalala naye. Sasa wakamwambia, wewe hujui ya kuwa umewanyonga waume zako? Endelesha. Umekuwa na waume 7, wala hata mmoja wao hukupata faida naye. Sikilizeni, waliesilimu kabla Nabii Muhammad hayuko duniani. Luka 17:10-17. Hii ni maandiko ambayo sisi tunatosha. Luka 10:17, mashetani wakakuja wakasema mashetani walituona na wote wakasilimu, yani wakaamini. Hii ni maandiko sisi tunatosha. Hii anafika na Waislamu walikata kaandiko hivi na hivi. Tunasoma maandiko ya ndani. Uongo wa kanisa poteza mbali. Tafuta 17. 17. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii, hata majini wanatutii kwa jina lako Yesu. Majini ama pepo wanatutii. Endelesha. 18. Akawaambia, nilimwona shetani ndiyo akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Ndiyo. 19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu. Tunaacha ile hapa, tulishajua sasa. Watu waliamini kwa juu. Kuamini ndio tafsiri yake mkiswahili mzuri, kusilimu. Sasa Yesu hapa kuna Yesu ambaye naye anaitwa shetani, aseme ndiyo. Matendo ya Mitume. Kisha na watu wakaenda wakasoma. Tuanzie kwanja hii, watu walienda soma kwa nani? Kwa mashetani. Hapa kwa Timotheo wa kwanza 2:20 D20 hapa. D20 inasemaje? Anja 18. Njoo hapa hivi, soma hapa.
Soma 18. Wanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii ndio yaliyoyatangulia juu yako, ili katika hao ivipige vile vita vizuri. Ndio maana kila kitu kizuri ukipige vita. Endelesha. 19. Uwe mwenye imani na dhamiri njema, ambao wengine wameitupilia mbali, wamesukumia mbali, kaangamia kwa habari ya imani. 20. Katika hao wamo Himenayo, sio jina ya Uislamu, ya Ukristo. Endelesha. Na Iskanda 2 ni jina ya Kikristo, ambao nimempa Shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Uko na akili timamu wewe, wanakwambia wende kwa Shetani aende akufundishe. Sawa, Shetani aende kufundisha usimutukane Mungu. Wewe mtu mzima na akili, inaweza wezekana? Sasa tunarudia sasa, wakisha toka kule tunauliza Yesu wewe na wewe, kulikuwa Yesu ambaye anaitwa Yesu nani? Yesu Shetani aseme ndio iko. Matendo ya Mitume 13, andikeni mbebe mkanisa. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 5. Matendo anja 6 13 inasema sisi nasema walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar Yesu. Huyu jina yake anaitwa Bar Yesu, ni Myahudi. Sawa, acha pale. Huyu Myahudi ambaye alikuja naye ni lazima akaonekana kama alikuwa mchawi. Katika uchawi wake nilitosha andiko ya kule kuzaburi 106, watu walikuwa wanatoa sadaka kwa wale mashetani, sawa na binti zao. Kisha kutoa wale wanani mashetani kule kwa binti zao, ikabidi wakafanyaje? Rudilia andiko ya Walawi 16, ndio hapa. Soma hapa. Azazeli inasema Azazeli ni jina la jini mbaya. Huyu Azazeli anapatikana ndio ndani ya Biblia, na ndio kwa walituambia kama majina ya mashetani yote na majini yote inajulikana ni mubiblia. Azazeli ni jini mbaya. Israeli ndio kama Wakanani walidhani Azazeli hukaa jangwani, mahali pakavu kabisa. Azazeli ni jini mbaya anayekaa kule, na Azazeli ukakwenda makanisa utamuona, kwa maana unaingia kanisani anakwambia pepo toka katika jina la Yesu, manake kwenye asilia ya kule mashetani ni kanisani. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Haya, shukrani sana ndugu zangu katika imani. Hapa tuko na mzee wangu nampenda sana, hakika ni mzee ambaye hata kwa mambo ya nje tunafanya kila kitu na yeye, ni mzee wangu nampenda sana.
Sasa mzee, sijui tunaweza anza maswali na majibu au aje? Uliza swali na majibu. Haya, nataka sasa kuuliza swali moja katika dakika ngapi mzee? Sende tunapasha nje uliza swali. Haya, uliza afu mimi ndajibia. Dakika 3, yani kifika hapa hivi 14 kifika 15 hapa kuna nani? Wewe uliza swali tu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nauliza swali yangu. Swali yangu naijengea hapa kwenye kitabu cha Biblia. Ndio. Kitabu cha Biblia katika Levitique, yani Walawi. Sawa? Walawi 16, sio 17. Walawi 16 mstari wake wa 8 hadi 10. Inasema maneno yafuatayo. Sawa? Mstari wa 8 unasema, tafutia hapa mstari wa 8. Witi hapa quelque part. Yes. Na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili. Ndio. Kura moja kwa ajili ya Bwana na kura ya pili kwa ajili ya Azazeli. Swali yangu nateremuka hapa. Swali iko wazi. Haruni wa Biblia alipiga kura kwa ajili ya Bwana, yani muumba kila kitu, na kura ya pili akapiga kwa ajili ya Azazeli. Azazeli ndio jini mubaya. Hii kura walikuwa napiga kula wakati watu wanasema pepo toka katika jina la Yesu, lakini kwa kutoa sadaka wanatoa kwa Mungu na kwa majini. Ili majini wasaidie nini? Aya, naomba kwanza nijibu mzee. Mzee anauliza hai sadaka tunaitoleka kwa jini gani, si ndio hivyo? Naomba nijibu mzee, nimenipea hapa dakika 5, yani kifika 20 na acha. Kwanza nataka nijibu mzee na nipitie yale ambayo aliweza kuyapitia afu nijibu. Mzee akakuja akasema katika kitabu cha Timotheo ambapo alisema ya kuwa yani Himeneo na Iskanda wamempatia shetani, na mzee akasema ati ya kwamba kumpa shetani yani anampea majini na wafanye nao ushirika. Hapana. Biblia inasema hivi katika Ufunuo 21:8, akiwa mtu anatumia majini ndani ya Biblia, sehemu yake ni katika ziwa la moto. Yani huyo Himeneo wakimpa shetani, hii maana alifanya mambo ambayo haiko halali, sehemu yake ni katika ziwa la moto. Mzee akakuja akasema, bana wewe, kuna mtu mmoja katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13, huyo Simoni mchawi, alikuwa mchawi sijui nini na nini. Nataka kujibu mzee. Huyo Simeoni ambaye alikuwa ni mchawi, kwanza tusome andiko vizuri. Huyo ambaye ni mchawi, nimeshasema hivi, akiwa mtu anatumia uchawi ndani ya Biblia, huyo sehemu yake ni katika ziwa la moto. Sasa mzee anasema huyu ambaye tutakayempea sadaka, huyu Azazeli, hiyo sadaka ataitoa kwa majini ili isaidie nini? Nataka kujibu mzee katika andiko moja. Niulize Yesu, unasema aje? Tutatoa sadaka kwa mashetani wala hatutatoa sadaka kwa mashetani? Tuone, je, Mungu umekataa tusitoe sadaka wala tutoe sadaka? Wakorintho wa kwanza 10:20. Naomba nijibu mzee. 10:20 Wakorintho wa kwanza. Biblia inasema hivi katika Wakorintho wa kwanza 10:20, la sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani. Ndiyo. Na walikuwa natolea Haruni hiyo sadaka, walikuwa naitoa kwa mashetani. Sasa nataka nijibu mzee, tunaweza kutoa sadaka kwa mashetani au aje? Andiko inasema
wala si kwa Mungu, nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Yani Mungu anakataa sisi kutoa sadaka kwa mashetani. Hiyo naizika, ni swali ambao naimaliza. Hatuwezi kutoa sadaka kwa mashetani, nimeshamaliza hiyo. Kando na hilo, ametoa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Naomba nisome kitabu kinaitwa Ulimwengu wa Majina ya Vituko Vyao katika ukurasa wa 10. Ndugu msomaji, ni kosa kupinga kuwepo kwa uchawi, kwani uchawi ni jambo ambalo liko tangu kale kama ilivyoelezwa ndani ya Qur'ani. Yani kitabu kinachoeleza uchawi ni Qur'ani, si Biblia. Hiyo nimeizika. Sisi hatu, na kwanza mzee hajawahi nionyesha. Mzee amesema, ametoa tobiti, amesema ati ya kwamba kulikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa jina, hiyo jina si ya Kiislamu. Mzee, mimi sina shida na wale wanaotumia uchawi kwa Biblia. Akiwa mtu anatumia uchawi kwa Biblia, sehemu yake ni katika ziwa la moto, lakini mimi nilitoa andiko katika 6:41 kitabu cha Qur'ani. Qur'ani inasema mnaomba na mizimu, makaburi na majini. Sasa ni mimi nasema au ni Biblia? Mbona hujapitia? Ni mimi nasema au ni Qur'ani? Qur'ani inasema katika 6:41 munaenda makaburini, munaenda makaburini majini. Sasa wale wanaoenda makaburini ni wanani? Wale wanaoomba na mizimu ni wanani kama si ninyi Waislamu? Yani tunaona ya kuwa wanaoshirikiana na majini ni Waislamu, sisi wa Kristo, kwa sababu wanaomba nao ni mimi au ni Qur'ani? Mzee, pitia. Nimeshajibu swali. Sisi hatuwezi kutoa kwa mashetani katika Wakorintho wa kwanza 10:20. Hiyo swali nimeimaliza kabisa. Juma, dakika zangu zimesha, uniendeleshe na kuvunja mahoja. Dakika zangu zinaisha. Nimeshajibu. Sijui kama naweza kupea dakika 3 ya kujibu. Je, umejibiwa au hujajibiwa? Ila naona kama nimeshajibu. Tena nikupe kama hujajibiwa. Leta. Utasema mimi. Haya, mike hii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nashtukia kijana ili apate kutujibu vizuri. Hapo walitoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu na kwa Mwenyezi Mungu na kwa nani? Mashetani. Na kwa mashetani, yani majini. Tena ni jini kabambi anaitwa Azazeli. Nikauliza hiki kifungo ni kweli? Akafika sasa, ngoja nimuulize Yesu. Hakujibu kwa Yesu, akakimbia kule kwa Paulo wa Korinto. Nikasema kama mimi sikujibu, au waliposilimu au wafuasi wa Yesu walikuwa watu 70, wanasilimu, wanaenda kula, wanakutana mashetani, wanasilimu, ila akafinya akasema hii hapana, hakujibu ile swali. Swali narudia hapa hivi. Mutu Paulo anakamata wanafunzi wake wawili, Himenayo na Iskanda, waende wakasome kwa shetani, awafundishe wasimtukane Mungu, Swali yangu inakuja, ukasema hatukujibu. Tunajibu hapa 8:2 Korani. Ile andiko litosha katika sura ya 6. 8:2 Korani inasema hakika wanaoamini kweli ni wale ambao wanaotaja jina la Mwenyezi Mungu, nyoyo zao hujaa hofu wanaposomewa aya zake, huwazidisha imani na wakamtegemea Mola wao. Utegemea Mola wao tu basi. Hao Waislamu, sikia sasa, hawana kuamini mizimu wala mapango wala mashetani. Sawa? Sisi hapa tulijibu swali nakuja. Hii andiko 2 nilitosha, naomba jibu. Timotheo, Paulo anatosha wanafunzi wake wawili. Iskanda anaenda kwa shetani awafundishe wasimtukane Mungu. Manake mwalimu wa Kristo anaitwa shetani? Ndio swali, jibu.
Shukrani sana. Kwanza naomba mzee amesema ya kuwa aliposema nijibu nikasema Yesu anasema, afu nikaenda kwa Korinto 11:23 kitabu cha Korinto nasema hivi, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliowapa ninyi. Yani yale ambayo niko nasema Paulo aliyapokea kwa Bwana. Sasa vipi nisiseme ya kuwa ni Yesu ndiye anayesema ijapokuwa aliyapokea kwa Bwana? Ijapokuwa ukishasoma kwa Yohana 13:13 Biblia inasema mnaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Yani Bwana anaitwa Yesu Kristo na Paulo alipokea kwa Bwana. Yani Paulo alipokea kwa Yesu Kristo. Sasa naposema Yesu anasema ni Paulo tu anasema mzee. Sasa naomba mimi ndio ndakauliza swali. Uliza swali. Nataka kuuliza swali na msikize vizuri swali ambalo nitaliuliza mzee hapa. Na nimesema mzee akiweza kunijibu mimi ndasilimu hapa. Mimi sikuja kucheza mchezo wa karabani, nimekuja kufanya kazi. Nimeuliza hivi katika, nimetoa andiko moja, niulize katika andiko moja la kitabu cha Qur'ani. Qur'ani hiyo 72:1. Qur'ani nasema imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilikuja kwangu kusikiza Qur'ani. Unanisikiza vizuri? Yaani majini walikuja kusikiza Qur'ani. Sasa naomba sasa niulize swali vizuri. Hiyo maana niko natengeneza swali katika Qur'ani, katika Qur'ani 6:41 hapa 6:41 kitabu cha Qur'ani. Qur'ani nasema katika 6:41 haya unaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo walikuwa afadhali katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu kuliko hawa Waislamu wa zama hizi wanaomba mizimu na makaburi na majini. Swali, wanani wanaoomba mizimu? Wanani wanaoomba makaburini? Wanani wanaoomba majini? Usikize swali vizuri. Qur'ani 6:41. Waislamu wa zama hizi wanaomba mizimu na makaburi na majini. Swali, wanani wanaoomba makaburini? Wanani wanaoomba majini? Na wanani wanaomba mizimu? Nipe jibu mzee. Shukrani. Dakika 5. Dakika 5. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi tulijibu swali katika Qur'ani, Qur'ani sura ya 8 aya, sawa? Sura ya 8 aya yake ya pili. Tunajibu tena ili upate kuelewa. Hakika wanaoamini kweli ni wale ambao anapotajwa jina la Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu, wanaposomewa aya zake wazidishia imani na wakamutegemea Mola wao tu. Waislamu wanategemea Mola wao tu, basi hawana kuamini mizimu wala mapango wala mashetani wala makaburi wala mengineo, sawa? Wala mengineo. Lakini tukarudia katika 10:17 wanafunzi wa Yesu walipofika wakaona mashetani kule, mashetani kawaamini, wale wakaamini kule, goma dro wakafatana na mashetani. Kisha Paulo akakuja. Paulo wakati anafika sasa akatuma wanafunzi waende soma kwa mashetani. Manake watu wanaamini mashetani na kufuata mashetani ni wale watu ambao wanasoma Biblia, ndio anaenda soma kule kwa mashetani. Sawa, najibu kwa maneno yake ambao alisema. Wakorinto wa pili 11:16, andikeni. Anasema ile yote alikuwa anasema ni ya Bwana. Sawa? 2 Corinthiens chapitre 11 verset 16 jusqu'à 20. Inasema yafuatayo. Nasema tena,
Mtu asizani ya kuwa mimi ni mpumbafu, walakini ujaponizania hivi unikubali kama mpumbafu, ili mimi nami nipate kujisifu mungaa kidogo. Neno ni nenalo silinene agizo la Bwana, bali katika ujasiri huyu wa kujisifu. Kwa maana wengi wanajisifu kwa jinsi ya mwili, mimi nami nitajisifu. 18 ile kwa kuchukuliana na wajinga, wanawateka nyara, wanapiga usoni. Ye peke anakuambia sinene hayana. Manake aseme ya nani? Ya Mungu. Paulo, wale wote walikuwa andika ya andiko, utabeba kanisani wakusaidie. Watesalonike wa pili sura. Watesalonike ni ngambo gani? Watesalonike wa pili Timotheo. Ndiyo nilishapata. Watesalonike huu ni wa kwanza. 2:8 nasemaje? Nisome 2:8. Hivyo hivyo nasi tukiwa tumaini 2:8 2:18 hapo. 18 18 hapo. Kwa hiyo tulitaka kuja kwako. kuja kwenu. Ndio. Ndio. Mimi Paulo, mara ya kwanza ndio na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Manake aliyekuwa naongoza hawa jamaa yetu ni shetani akawaziwia. Timotheo nani? Watesalonike wa pili sura ya pili aya ya 9. Nisome pale umenepata haraka. Watesalonike Wangapi hiyo? wa pili sura ya pili aya ya 9. Sikilizeni mpaka 13. Sikilizeni gisi watu walikuwa wanachezewa na shetani. Watesalonike wa pili ngapi? 2:9. 2:9. Inasemaje? Acha nisome mzee. Na sasa tulizuialo mwalijua, ndio yule apate kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kwa sisi tena tena kazi. Lakini yuko azuiaye sasa. 2:7. Watesalonike wa kwanza wa pili. Wa pili Watesalonike wa pili sura ya pili aya ya 9. 9 yake inasema yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani. Walikuja ni kwa kutenda kwake shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Ndio. Na katika madanganyo yote ya uzalimu kwa hao wanaopotea. Ndio. Kwa sababu hawakukubali kuipenda ile vile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu waamini uongo, ili wahukumie wote ambao wamwamini hawaamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Basi wale walikuwa wanajifurahisha katika uzalimu. Yaani hapa tunapata katika debate yetu, tunapata ambao waliamini mashetani na wakakuja kwa Yesu wakafurahi. Ni watu ambao walikuwa wanafunzi wa Yesu na wale wengine ambao sijue kama wanaitwaje. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Haya, mzee ananipea dakika 3 niseme kama nimejibu au aje. Mzee amekuja hapa hajanijibu. Najibu katika 8:2. Umenipea dakika zangu, niache nizungumzie mzee wangu. Mimi nimesema hivi katika kitabu cha Qur'ani 6:41. Qur'ani inasema hivi 6:41, nisome Qur'ani 6:41. Qur'ani inasema hivi katika 6:41 nafika hapo. Haya. Kuliko hawa Waislamu wa zama hizi wanaomba mizimu na makaburi na majini. Nikauliza, wanani wanaoomba makaburi, majini na mashetani? Ikajulikana. Mzee haja niambia. Sasa tusome andiko tuone wanani wanaoomba mizimu na makaburi na majini. Andiko nasema kuliko hawa Waislamu wa zama hizi wanaoomba mizimu. Yaani Waislamu wa zama hizi wanaomba mizimu kwa mujibu wa Qur'ani. Sasa nimetoa, mzee amesema Paulo shetani amemzuia. Shetani kuzuia Paulo si kusema kana kwamba alimzuia hakufanya kazi. Hakufanya kazi. Sababu gani? Subiri ni kujibu. Katika kitabu cha Mathayo 10:9
19 kitabu cha Mathayo, Biblia inasema hivi, toeni pepo. Yaani sisi tunaruhusia kutoa pepo. Na kama tunaruhusiwa kutoa pepo, Paulo naye anatoa pepo. Sasa wakati mzee nipe dakika mzee. Haya, hakuna shida. Nadhani hapa tutakuwa tumemaliza au aje? Si mimi sana nani? Utasema kama aje tena. So unasema si ukujibu sitarudi tena kujibu basi si ndio pale mimi ndio najibu na tunamaliza. Haya, shukrani sana. Ni ukweli mzee. Haya, shukrani. Kijana, mimi napenda nione kama nilikujibu ama si ukujibu. Nisomee Korani, wewe peke yako nisomee andiko. Korani sura 8 mstari wa 2. 8:2 nione kama nimejibiwa. Ndio. Haya, subiri. 8:2 moja hapo. 8:2 naomba peke yako nisomee hapo, kisha baadaye ndo nasoma na maelezo. Alafu ulisikiza swali? Nilisikiliza swali. Hakika wanaoamini kweli mmoja ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu ndio nyoyo zao hujaa hofu. Mmoja. Na wanaposomewa aya zake wazidishia imani. Safi. Na wanamtegemea Mola wao tu basi. Hawana kuamini mizimu moja, hawana kuamini mizimu moja, wala pango mbili, wala shetani tatu, wala makaburi ine, wala mengineo. Soma maelezo. Hapa zinatajwa baadhi ya sifa za Waislamu wa kweli. Asiyekuwa nazo basi anajigamba tu. Na kujigamba hakuna maana. Sasa swali zangu zilikuwa Waislamu wa zama hizi hapa, nionyeshe sasa hawa ni Waislamu wa zama hizi wala aje? Maana tujajulikana, maana ambao walikuwa na kama ni wa zama hizi unajibu kama ni wa zama hizi. Nifungulie pale, nifungulie pale Korani 30 wa zama hizi 30. Inasema 30. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawasawa. Niwaambie Mwenyezi Mungu. Hapana, ndio umbili Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu. Yaani dini hii ya Kiislamu inawafikia barabara na umbo la binadamu. Hakuna mabadiliko katika maumbilo ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Ndiyo hiyo dini iliyo haki, lakini watu wengi hawajui. 42 hapa tu. Sema safirini katika ardhi. 43. Basi uelekeze uso wako katika dini ya haki kabla ya kufika hiyo siku iliyozuilika inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Siku hiyo watatengana, watu wazuri waende peponi na wabaya waende motoni. Safi. Mimi nimeuliza hivi, watu ambao walikuwa naomba mizimu wa zama hizi, yani kuliko hawa Waislamu wa zama hizi wanaomba mizimu, makaburi na mashetani. Sasa nipe andiko Waislamu wa zama hizi hawaombi. Andiko ambao wewe peke ulijipiga fimbo ukasema Waislamu wa kweli wanaomba nini? Wanaomba mizimu na Waislamu wa zama hizi nani? Wanaomba pole. Ulisoma andiko ukasema wanaamini nani? Na wanani hao? Waislamu wa kweli wanaamini. Wewe ndio uko nasema. Ulisoma 8:2, rudia. Mimi sipende twende kinyume ya sujet. Walisoma aje 8:2? Soma 8:2 kwa 8:2. Wa zama hizi ndio niko natafuta, maana ndio ilikuwa hoja yangu mzee. Ndio hujajibu. Hujajibu. 8:2. Utaonyesha wazama hizi wanaoomba mizimu Soma 8:2. Hakika wanaoamini kweli ni wale ambao wanapotaja Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu, na wanaposomewa aya zake huwazidishia imani, na wanamtegemea Mola wao tu basi. Hawana kuamini mizimu wala mapango. Hawana kuamini, si kuomba. Wazama hizo walikuwa naomba, manake hawaamini. Wazama hizo walikuwa naomba nipeni umoja, wala pango wala shetani wala makaburi wala mengineyo. Swali langu lilikuwa hivi, Waislamu wa hapa zinatajwa baadhi ya sifa za Waislamu wa kweli. Asiyekuwa nazo basi anajigamba tu, na kujigamba hakuna maana. Swali langu lilikuwa Qur'ani nasema kuliko hawa Waislamu wa zama hizi.
haya zinatajwa baadhi ya sifa za Waislamu wa kweli. Asiyekuwa nazo basi anajigamba tu, na kujigamba hakuna maana. Sasa mimi hujanionyesha maana Waislamu wa zama hizi ndio walikuwa naomba. Hapo ananionyesha hawaamini. Katika ile zama hawaamini. Ngoja aseme mimi mimi nakwambia wanaomba. Sisi Muislamu ambao anaomba, anamuomba ni Mwenyezi Mungu. Shida huko anategemea Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa Qur'ani, Waislamu wanaomba nini? Hapo rudilia. Ni kuamini kwa tofauti ya kuomba na kuamini. Ngoja nikuoneshe, njoo hapa wanaomba nini? Hapa wanaamini ndo. Andiko hajasema wanaoamini, si wanaokataa kuomba ukweli. Kisha kuamini ukweli, wanamwomba Mwenyezi Mungu. Tizameni malipo yao, kisha walipoomba. Shukrani sana. Wewe kidogo kata chumba. Tunapiga 43 soma hiyo. 68 inasema aje? 68 subiri nisome 64 hii. 68 iko hapa hivi. Enyi waja wangu mlio wazuri, hamtakuwa na hofu siku hiyo wala mtasuinika. Endelesha. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili, ingieni bustanini peponi, ninyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Nimekata, siwezi kapiga hiyo. Siwezi kapiga hiyo mzee. Haya ya. Passer à mode d'extra économie de batterie. Batterie ndio ilikuwa no merci, okay. Mzee siwezi kapiga pose mimi. Shukrani sana ndugu zetu. Hapa nilikuwa na mwalimu Sheikh Toma Upanga, tumepiga naye mada kati ya Wakristo na Waislamu ni wakina nani wanaoshirikiana na majini. Bwana, kama ni mara ya kwanza kutazama video hii, nenda ukatufollow katika channel yetu ya YouTube Bahati Online TV, katika Facebook Madoshe Chiza, na tutapanga na mzee wangu mdahalo, tunaalika watu wanafaidia. Maana Qur'ani inasema tuongee mambo yote, hata Biblia inaturuhusu kwa kufanya midahalo.